Hakika hii ni hadithi ya kutisha sana. Huu ni mwendelezo wa mwisho wa ndoto, sehemu ya pili. Sasa unajua ni kwa nini nilikuoa. Tulihitaji mwanamke mrembo na mwenye afya kwa ajili ya sherehe zetu zijazo, Jafari alisema huku akitabasamu kwa ukatili. Subira alilia na kuomba msamaha, lakini Jafari hakumsikiliza. Alimfunga mikono na miguu na kumpeleka kwenye chumba chenye giza. Chumba hicho kilikuwa na harufu mbaya ya damu na nyama zilizooza. Subira alishtuka alipoona mifupa ya binadamu ikiwa imetapakaa sakafuni. Siku zilizofuata zilikuwa za mateso makubwa. Subira alishuhudia sherehe za kutisha ambapo watu wa kabila la Jafari walikula nyama za binadamu. Aliona ni jinsi walivyomtesa na kumuua mtu mmoja baada ya mwingine. Alihisi kama anaishi kwenye ndoto mbaya ambayo haitoisha. Moyo wake ulikuwa umejaa huzuni na hofu. Alijua kuwa hatopona. Alikumbuka maisha yake ya zamani, kijiji chake na wazazi wake. Alitamani angekuwa amewasikiliza na kutokubali kumfuata Jafari.